Tumsifu Yesu Kristu. Basi karibuni tuzungumzie kuhusu Jumatano ya Majivu. Na swali kubwa ni kwamba ni nini asili ya Jumatano ya Majivu? Na hii Jumatano ya Majivu ina maana gani na ina faida gani? Na historia yake ni nini? Basi tuanze. Jumatano ya Majivu ina historia yake kutoka Agano la Kale, ikaja kufanywa mapokeo na Wakristo wa kwanza kwenye Agano Jipya, ikafanywa mapokeo hayo hayo kadri siku zilivyoenda mpaka wakati wa Kristo. Baada ya Kristo kukufa, ikafanyika kama ni desturi ya hiyo majivu kuwepo katika hali za waamini. Kwanza kabisa, Jumatano ya Majivu kwenye historia ya kanisa ina historia yake kutoka karne ya 6 na karne ya 7. Kutoka karne ya 6 tunaona kwamba iliwekwa rasmi na kanisa Katoliki kupitia Baba Mtakatifu Gregory wa kwanza, ambaye anatambulika sana kama Gregory Mkuu. Huyu Gregory Mkuu aliweka hii siku ya Jumatano ya Majivu, sio kwamba ameianzisha, hapana, lakini ilikuwa inatumika. Kuna watu walikuwa wanafanya hii desturi ya kujipaka majivu kama ishara ya kitubio. Kwa hivyo alichokifanya yeye, aliirasimisha ikawa rasmi kutumika na Wakristo. Lakini kipindi hichi kwenye karne ya 6 na karne ya 7 ilikuwa inafanyika kwa mtu binafsi. Yaani mtu anaamua kwamba anajua kwamba nimemkosea Mungu, sasa napaswa kutubu. Walichokuwa wanakifanya ni kwamba mtu binafsi anajipaka majivu kama ishara ya kitubio. Kwa hiyo ilikuwa ni private devotion. Kwa Baba Mtakatifu Gregory Mkuu aliruhusu hiyo na akaipitisha kwenye karne ya 6 na karne ya 7. Ilipofika karne ya 11, akaja Baba Mtakatifu, alikuwa anajulikana kama Baba Urban. Huyu Baba Mtakatifu Urban wa pili, huu ulikuwa ni mwaka wa 1191. Mwaka wa 1191 ni karne ya 11. Kwa hivyo sasa huyu Baba Mtakatifu Urban wa pili akaifanya sasa kutoka kwenye kuwa private devotion kuwa kwamba ni majitoleo binafsi ya kufanya kitubio, ikawa kwamba sasa ni kitu cha kanisa zima. Waamini wote ni lazima wapakwe majivu ama wawe katika hali ya kupakwa majivu kama mwanzo wa kufanya kitubio. Na hiyo ndio ikawekwa rasmi sasa hiyo Jumatano kwamba ni mwanzo wa zile siku 40 za kutafakari katika kuingia Pasaka, ufufuko wa Yesu. Kwa hivyo kuanzia hapo hiyo karne ya 11, huo mwaka wa 1191 ilifanyika sasa rasmi kwamba Wakristo wote waamini watapakwa majivu kama mwanzo wa kuanza kwa resma, mwanzo wa zile siku 40 za kufanya kwa resma, majuto. Na hii Jumatano ya Majivu, ukiachana na hii historia yake kwa upande wa kanisa, ina pia nguzo zake ama ina misingi yake kwenye maandiko matakatifu. Kitabu kitakatifu Biblia, vitabu vyake mbalimbali kwenye Agano la Kale inatupa mwanzo kabisa ama uhalisia wa majivu. Tukianza na kile kitabu cha Mwanzo, Genesis, ile sura ya 3, hasa ule mstari wa 19, tunamsikia Mungu mwenyewe akisema kwa Adam kwamba
wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hivyo hili neno wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi ni maneno ambayo yanatumika siku hii kwenye miaka hii ya leo, wakati unapakwa majivu ile siku ya Jumatano ya majivu. Yule anayekupaka majivu ni padre ama ni yule mtu aliyeteuliwa kufanya hiyo kazi hiyo siku. Anaweza akatumia maneno ya aina mbili. Maneno ya kwanza ni hii kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Muda huo utakuwa unapakwa ishara, unafanywa ishara ya msalaba kwa kutumia majivu kwenye paji la uso. Ya pili ni ile kwamba tubu na uiamini Injili. Kwa hivyo hiyo asili yake imetoka hapo kwenye kitabu cha Mwanzo, ile Genesis chapter 3 verse 19. Na ushahidi wa pili ambao upo kwenye Biblia ni kile kitabu cha Ayubu, Job. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 42 mstari wa kwanza. Tunaweza kuona wa sita. Tunaweza kuona Ayubu wakati ameona amemkosea Mungu kwa kulalamika sana. Alifanya nini kama kitubio? Alienda akararua mavazi yake, akavaa mavazi ya magunia, akajipaka majivu kama ishara ya kutubu, ishara ya kusema nisamehe kwa yale ambayo alihisi ameyanena ama kuyafanya. Ushahidi wa tatu ulikuwa ni kwenye kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther ile sura ya 4 mstari wa kwanza. Tunamwona mtu mmoja alikuwa anaitwa Mordekai. Mordekai baada ya kutambua makosa yake kupitia malalamiko ya Esther, alirarua mavazi yake akajipaka majivu kama ishara ya kutubu. Kuna pia kitabu cha Daniel, ukisoma utapata hiyo historia ya hiyo yote ya kujipaka majivu. Kwa hivyo hii kujipaka majivu sio kwamba ilitokea tu. Ni kitu ambacho kina foundation yake kwenye maandiko matakatifu. Kwa hivyo unavyofanya haifanywi tu kwa sababu ni utaratibu wa kanisa, lakini ni utaratibu ambao umefanywa na maandiko matakatifu yanaturuhusu kufanya hivyo. Kwa hivyo hii siku ya Jumatano ya majivu unapakwa majivu, na haya majivu mtu anauliza kwamba haya majivu yanatoka wapi? Haya majivu ni yale matawi yaliyotumika Jumapili ya matawi ya mwaka jana ama mwaka mwingine. Yale matawi yanahifadhiwa, yanakauka, yanachomwa. Yale majivu yake ndio yanayotumika sasa wewe kupakwa hiyo Jumatano ya majivu. Na hii Jumatano ya majivu ndio inakufungulia mlango wa kuingia kwa resmi. Kwamba hapo unaalikwa na unakumbushwa kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utatoka. Kwamba wewe, mimi binadamu si kitu chochote, ni mavumbi tu. Kwamba ninapewa tena fursa nyingine ya kumrudia Mungu wangu kwa kutafakari matendo yangu, kutafakari mwenendo wa maisha yangu, kwamba nimeishi maisha gani, na sasa kulingana na hicho ninafanya resolution kwamba sasa ni lazima niache hichi, ni lazima niache dhambi hii ili nimrudie Mungu wangu. Kwamba ni muda wa upatanisho. Lakini hichi kipindi kuanzia hii siku sasa ya Jumatano ya majivu ni muda ambao tunaalikwa pia kufanya sakramenti ya kitubio, kwamba tufanye upatanisho, tujipatanishe na Mungu wetu. Ni muda ambao sasa pia tunaalikwa kutembea pamoja kama kanisa, kutembea pamoja kama familia, kutembea pamoja kama jumuiya katika kukumbushana kutenda yale yaliyokuwa mema, kujitakasa mbele za Mungu, kujinyenyekeza mbele za Mungu, tukitambua kwamba sisi ni mavumbi. Sisi si chochote mbele za Mungu. Pesa tulizokuwa nazo, elimu tuliyokuwa nayo, connection tulizokuwa nazo, mamlaka tuliyokuwa nayo mbele za Mungu, sisi si kitu, ni mavumbi tu. Kwamba tuna nafasi ya kumwambia Mungu wangu nisamehe, Mungu wangu nimekosa sana, nahitaji rehema yako, nahitaji msamaha wako. Nawatakia Jumatano ya majivu njema na Mungu atubariki katika yote. Amina.